Yesu anageuza maisha. Alikutana na Petro akiwa mvuvi wa samaki, akamgeuza akawa mtume. Yesu akikutana na wewe unageuka, unakuwa vile Mungu alivyokusudia uwe. Alikutana na Maria Magdalena akiwa na pepo, akamtoa. Tena Biblia ina rekodi pepo 7. Pepo 7 zikatoka. Mariamu akawa mhudumu wa Yesu Kristo, akaanza kumhudumia Yesu kwa mali zake. Yesu Kristo alikutana na Paulo mtume Sauli akiwa njiani kuelekea Dameski. Nuru kuu kutoka mbinguni ikampiga, akasikia sauti kisema, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Akamwambia, ni mimi Yesu wa Nazareti unayeniudhi. Akasimama, halafu akaelekezwa kwenda kwa Anania. Akawa kipofu kwa siku 3. Anania alipoweka mikono juu yake, Biblia inasema akajazwa roho na vile vigamba vikaanguka kutoka kwenye macho yake. Kuanzia hapo akawa Paulo mtume. Yaani kutokea kukutana na Yesu akazaliwa mtu. Huyo Paulo ndiye aliandika Wagalatia, Warumi, Timotheo wa kwanza na wa pili, Wathesalonike wa kwanza na wa pili. Maana yake kama Paulo mtume asingeokoka, tusingekuwa na waraka wa Wagalatia. Kwa sababu Petro alikuwepo hata kabla ya Paulo. Yeye ameandika nyaraka 2 tu, Petro wa kwanza, tena fupi, wala hajakaza maneno, fupi tu na wasalimu amemaliza. Lakini Paulo mtume ameendelea, wa kwanza, wa Korinto wa kwanza na wa pili. Ameandika barua Korinto, ameandika huko, amepeleka. Tunasoma hayo yote. Kimsingi injili tunayohubiri ya Kristo Yesu ilikuja kukolezewa na Paulo mtume, kwa sababu yeye alibeba kuipeleka kwa mataifa. Maana yake nini? Kuna mtu uko hapa, wewe ndio Paulo wetu wa leo. Utawanyima watu waraka wa kwanza wa Korinto na wa pili kwa sababu tu hujaokoka. Kwa sababu tunasema mimi nipo bado nakula ujana, bado ngoja kwanza. Kumbe kuna watu wengi wanazuiliwa kwa sababu yako. Watu wengine wakijiangalia kwa sababu ya maisha ya dhambi, wanaona wao si kitu. Hiyo ndio hatari pia ya adui shetani. Anakupolish rangi nyeusi, anakuonyesha wewe si chochote, huendi popote, hupati chochote.